Tuanze somo letu la siku ya leo la tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025 linalosema utu. Soma msomaji. Utu. Yesu Kristo mkombozi atukuzwe, makuhani wa Kristo. Amina. Kitabu cha Mhubiri 11 mstari wa 10 inasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. Kwa hiyo ondoa majonzi moyoni mwako. Ondoa majonzi moyoni mwako. Nawe uondoe ubaya mwilini mwako. Uondoe ubaya mwilini mwako. Kwa maana ujana ni ubatili na utu ni uzima pia. Amina, amina. Amina. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Mhubiri mwana injili. Amina, amina. Amina. Kikongwe wa injili. Ndiyo. Anatuambia hivi. Amina, amina. Amina. Kwa hiyo ondoa majonzi moyoni mwako. Ndiyo. Amina, amina. Amina. Moyoni mwako. Ndiyo. Nawe uondoe ubaya mwilini mwako. Majonzi. Amina, amina. Amina. Ni hali ya masikitiko inayomkuta mtu baada ya kutendwa jambo fulani. Ndiyo. Au kukutana na kitu fulani. Kweli. Kikaingia ndani ya moyo wake, kikatengeneza vidonda asivyoweza kuviondoa mwenyewe. Amina. Amina. Kila anapokutana jambo fulani linaibua vidonda vilivyonyamaza. Amina. Amina. Naongea na walio hai. Ndiyo. Amina, amina. Amina. Hiyo ndiyo hali ya majonzi. Ndiyo. Majonzi yanaletwa pia na hali ya kuwa fukara, usiyejiweza. Amina, amina. Amina. Lakini ubaya utengenezwa baada ya majonzi kuwa mengi. Amina, amina. Amina. Mtu anapokuwa na majonzi mengi, ndiyo, huzuni mwingi, ndiyo, hana furaha, utengeneza ubaya mwilini mwake. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa nini anatengeneza ubaya? Majonzi yanatokana na watu. Amina, amina. Amina. Tunaona mhubiri anasema, ndiyo, kwa hiyo yaondoe majonzi moyoni mwako na uondoe ubaya mwilini mwako. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Mtu anapokosa utu, ndiyo, binadamu anapokosa utu, amina, amina. Amina. Anapokosa utu, anakuwa mtu mbaya, anakuwa mtu ambaye hafai. Kweli. Anakuwa mtu asiyeshaurika, anakuwa mtu asiyetembea katika mfumo wa kiimani. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina, amina. Amina. Manake kama hauna utu, ndiyo, ndani yako, ndiyo, kama hauna utu, ndiyo, umevaa utu wa kale uliojaa majonzi, uliojaa ila, uliojaa kiburi, uliojaa mawazo mabaya. Amina, amina. Amina. Utajiletea tatizo la kujikuta umeharibika wewe. Amina, amina. Amina. Watu ambao wanaokuzunguka, unaokaa nao, wanaoishi na wewe kwenye biashara, wanahitaji mtu mwenye utu. Kweli. Amina, amina. Amina. Ili uwezeshwe na wafanyabiashara wenzako, uwezeshwe na vijana wenzako, ufanye kazi na watu wazima wenye hekima zao, wanahitaji utu. Kweli. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Mtu mwenye utu waga ni mwaminifu sana. Ndiyo. Hata ukimwachia kitu anakuwa anakilinda. Kweli. Kuna utu wa aina mbili. Ndiyo. Kuna utu uliojaa hasira na visasi, na kuna utu ambao ni utu wa Kristo. Amina, amina. Amina. Hivi unanielewa? Ndiyo. Kristo alipowekwa msalabani alijitoa ili sisi tuondolewe utu wa kale, ndiyo, tuvae utu mpya. Amina. Maana yake tuondolewe utu uliojaa majonzi, ndiyo, visasi, ndiyo, masikitiko, ndiyo, uadui, ndiyo, hila, kiburi. Amina, amina. Amina. Na hivyo vitu ndivyo vinavyobeba ulevi, uharibifu, ugonjwa, ndiyo, marahana. Kweli. Amina, amina. Amina. Katika miili yetu. Mhubiri anasema, ndiyo, tuondoe majonzi na tuondoe uadui kwenye miili yetu.
Amina. Amina. Soma msomaji. Ondoa majonzi moyoni mwako. Ondoa ubaya mwilini mwako. Ondoa hasira akilini mwako. Ifundishe mikono yako kufanya majukumu yako. Kitabu cha Warumi 6:6 nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. Mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye ili mwili wa dhambi ubatilike. Tusitumikie dhambi tena. Na mtu mbaya ageukapo na kuacha ubaya wake na kutenda yaliyo halali na haki, ataishi kwa matendo hayo. Lakini ninyi usema, njia ya Bwana si sawa. Nyumba ya Israeli, nitawahukumu ninyi kila mtu kwa kadiri ya njia yake. Amina. 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 Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Anasema ondoa majonzi moyoni mwako. Ndio. Ondoa ubaya mwilini mwako. Ndio. Ondoa hasira akilini mwako. Kwa nini hivi vitu vinakaa kwenye mazingira muhimu? Akili ya binadamu ndiyo maisha yake ya baadaye. Sijui unanielewa? Ndio. Moyo wa mtu ndiyo nguvu ya ufahamu. Hivyo unanielewa? Ndio. Akili ndiyo maisha yake ya baadaye. Akili ya mtu ndiyo maisha yake ya baadaye. Ndio. Alafu amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Moyo wa mtu ndiyo nguvu ya ufahamu wake. Hivyo unajua moyo wako ukisimama hapa wewe haupo tena. Amina. Amina. Umekufa. Amina. Amina. Alafu tunaona ubaya unakaa kwenye mwili. Ubaya unakaa wapi? Mwilini. Na mwili wako ndiyo nguvu. Amina. Ya mafanikio yako. Kwa sababu mafanikio amina. Hayaendi rohoni, yanaenda mwilini. Kweli. Amina. Maana yake wewe unachokifanya, ulichonacho unachokimiliki, umekitafuta kwa nguvu ya mwili wako. Ndio. Na nguvu ya akili yako. Ndio. Na nguvu ya ufahamu wako. Kweli. Hapo tunaona vitu hivi vitatu vinamiliki mazingira yanayotakiwa wewe uyafanikiwe nayo. Amina. Hivyo unanielewa? Ndio. Amina. Unakuta hivi vitu vitatu vinamiliki mazingira ambayo binadamu anayategemea. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Maana nasema ondoa majonzi moyoni mwako. Ndio. Ondoa ubaya mwilini mwako. Ondoa hasira amina akilini mwako. Na anakwambia ifundishe mikono yako kufanyaje? Kazi ya mikono yako. Ifundishe mikono yako kufanyaje? Kufanya kazi ya mikono yako. Kufanya kazi ya mikono yako au kufanya kazi ya majukumu yako. Ndio. Amina. Maana yake mikono yako ikitambua, ukifundisha kufanya majukumu yako, utajikuta unayatimiza sawa. Kweli. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu. Kwa sababu Mungu anasema nitawabariki kwa kazi ya mikono yenu. Amina. Maana yake mikono yetu inatakiwa kufundishwa. Ndio. Ila mikono haiwezi kutafuta pasipo hivi vitu vitatu kuondoka kwenye mwili wako: majonzi, ubaya na nini? Hasira. Amina. Kwa sababu tuna watu tunaoishi nao sio watu ambao wanafikiria afya yako, wanafikiria maisha yao. Wako tayari wakukwaze, alafu wakwambie umeokoka bana. Wewe unagombanaje umeokoka? Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Yaani mtu anakukwaza, alafu anabaki anakwambia wewe si umeokoka. Yaani na wewe uliyeokoka nao unagombana. Kwani wewe ambao hujaokoka wewe ni mtu wa nani? Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Kijana mmoja akaniambia pale stendi siku moja. Ndio. Akaniambia wewe mtu wa Mungu. Sasa wewe kama mtu wa Mungu unagombana. Nikamuuliza wewe ni mtu wa shetani? Amina.
Amina, amina. Amina. Nisilalamikie haki yangu kisa kwamba mimi ni mtu wa Mungu. Haiwezekani. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. Amina. Ya hicho kigezo kinakuwa kinatufanya tuwe dormant. Kweli. Tunagandamizwa hapo chini. Usinyanyuke hapo. Amina, amina. 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 Basi kwa kuwa wao wanatumia hivi vigezo, tunatakiwa tuiondoe hasira mwilini mwetu. Kweli. Akili mwetu tusiwe na hasira. Ndiyo. Mtu akiongea muone kama mjinga, kama mtu asiyekuwa na ufahamu vizuri. Ndiyo. Ondoka zako. Hivyo unanielewa? Ndiyo. Unajua kulipa kisasi kwa mwili, ndiyo, waga ni hatari. Kweli. Amina, amina. Amina. Amina, amina. 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 Mtu ambaye anakuja kukukwaza afikiri afya yako wewe. Kweli. Amina. Amina. Ya kwamba mtu unapomkwaza unaharibu afya yake. Manaka anapokaa kufikiria ulichotenda, ndiyo, anaweza anatumia nguvu nyingi ya kujiweka sawa. Sijui umenielewa vizuri? Ndiyo. Amina, amina. Amina. Mwisho wa siku afya yake inashuka. Amina, amina. Amina. Kitaalamu ukienda kupima wanakuambia mtu fulani ana pressure, lakini ukimuuliza daktari pressure imeletwa na nini, umewaza sana. Amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kama hawa watu wanatumia hivi vigezo na wanakuja kutumia vigezo vya sisi tumeokoka, tunabidi tufanyeje ili tukae nao? Tuondoe hasira. Ondoa nini? Hasira. Ondoa hasira, ondoa ubaya, ondoa majonzi moyoni mwako. Ondoa kabisa. Ndiyo. Ukae ukiwa clear. Hakika mtu akija na maneno yake ya kukukwaza, ndiyo, anakuta unaendelea na afya yako vizuri. Amina. Hivyo unanielewa vizuri? Ndiyo. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Hicho ndicho kinachonifanya mimi kuhani, ndiyo, niendelee na huduma yangu, ndiyo, niendelee kuombelea watu, ndiyo, niendelee kuishi salama, ndiyo, kwa sababu nilianza kutambua kwamba mwanadamu anafanya jambo baya kwa mtu ambaye ni mwema, alafu akitafuta mwema atumie wema kukabiliana na shida yake, asijitetee. Sijui umenielewa? Ndiyo. Amina. Amina. Ya kwamba ukijitetea anakuambia na wewe kwani naona jitetea, naona raramika. Kwani mimi sina mwili, sina pumzi, sina haki. Amina, amina. Amina. Basi nilipogundua hivi, nikaiondoa hasira moyoni mwangu. Amina. Hivyo unanielewa? Nikaiondoa hasira kwenye akili yangu, ndiyo, nikaondoa majonzi kwenye moyo wangu, ndiyo, nikaondoa ubaya, kwamba siwezi kufungamana na ubaya au nikaenda kwenye maombi kwa sababu ya ubaya. Nitaenda kwenye maombi kwa sababu Yesu amenitendea. Amina. Yesu nataka anitendee jambo fulani. Nitaenda kufunga, ndiyo, kwa sababu ya kumwomba Yesu anisaidie jambo fulani. Sitaenda kufunga, ndiyo, eti fulani hafe. Sitaenda kufunga eti fulani ni muue. Hapana, nitaenda kuomba kwa sababu Yesu kuna kitu nakihitaji Yesu anipe. Amina. Hivyo unanielewa Kiswahili changu? Ndiyo. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Amina. Amina. Na tukiangalia katika Warumi, hebu tusomee kidogo. Warumi 6 mstari wa 6. Kitabu cha Warumi 6 mstari wa 6, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. Mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Amina, amina. Amina. Hebu angalia, anasema mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale umesulubiwa pamoja naye. Amina, amina. Amina. Mtoto unapokuwa na na vitu ambavyo umevitengeneza katika akili yako, ndiyo, kwa sababu ya mlezi wako, unajitengenezea hasara. Kweli. Kwa sababu mtoto anatakiwa kupewa adhabu na mtu mzima. Kweli. Kwa sababu mtu mzima hawezi kukubaliana na jambo ambalo anaona linaenda kinyume.
Sijui unanielewa? Ndio. Amina, amina. Amina. Kwa hiyo mtoto anapopewa adhabu na mtu mzima, ndio, hatakiwi kufikiri jambo la kulipa kisasi. Kweli. Hivyo unanielewa vizuri? Ndio. Hivi mama ananipiga kweli, ananipiga hivi, ngoja na mimi nitafanya hivi. Utajiletea hatari. Kweli. Kwa sababu Mungu hawezi kukubali kulipa kisasi kwa yule anayekusaidia. Hivyo unanielewa? Ndio. Amina. Amina. Mungu hawezi kukubali kwamba mama yako ambaye anakusaidia, anakuonya, anakupenda, anakuzuia usifanye baya, alafu akupe nguvu wewe ya kushambuliana naye. Hapana. Kweli. Amina. Amina. Haitawezekana. Utajikuta unajiumiza wewe mwenyewe. Utajikuta upendo wa mama yako unapungua kwako. Kweli. Kwa sababu ya mambo ambayo wewe unayafikiria kama mtoto kwa mama au kwa baba. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Mlezi anapokulea, ndio, ana haki ya kukusaidia kwa jinsi yoyote, usije ukakutana na jambo baya. Maana anachokuwa anapiga kwenye mwili wako ni ule utu wa kale, ndio, ambao unataka kuja kuharibu utu mpya mbeleni. Kweli. Hivyo unanielewa? Ndio. Amina, amina. Amina. Maana kama mimi nisingechapwa fimbo, ndio, hivi leo nisingetembea na Yesu, ningefuata sana ujana. Kweli. Hivyo unanielewa? Ndio. Ndio maana mhubiri anasema ujana ni ubatili. Ujana ni nini? Ubatili. Ni ubatili. Amina, amina. Amina. Kijana anajitwika mambo ya mtu mzima bila kujua ya kwamba mambo ya mtu mzima ni mazito kwake. Alafu mtu mzima anajifika mambo ya kijana. Hivyo ndio ulishawahi kuona hicho? Ndio. Amina, amina. Ndio maana mhubiri anasema ujana ni nini? Ubatili. Ni ubatili. Kwa sababu anaona kijana anajitwika mambo ya mtu mzima, alafu mtu mzima anajitwika ya ujana. Angalia sasa, kijana anakuja kuaibishwa kwa sababu yale mambo ya utu uzima aliyojitwika hayalingani na kipimo chake. Maana yake anakuja kumwaibisha. Alafu mtu mzima atakapofanya mambo ya ujana ataaibika kwa sababu hayafanani na umri wake. Kweli. Hivyo unanielewa? Ndio. Mwisho siku mtu mzima anaaibika. Unakuta kijana ana akili ya kufanya mambo ya utu uzima. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Alafu mwisho wa siku anaaibika mbeleni au anavuruga kabisa maisha yake. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Amina. Amina. Wazazi, ili tuwasaidie watoto, ndio, waje wafike kwenye kimo cha utu uzima, ndio, wakijitwika mambo ya utu uzima wataenda sawa. Amina, amina. Amina. Ili tuwasaidie, tunatakiwa mikono yetu tusiilegeze, tunatakiwa tuikaze. Ndio. Mtoto umeona anafanya jambo ambalo liko kinyume, limezidi umri wake, inatakiwa fimbo yako ifanye kazi. Amina. Sijui umenielewa? Ndio. Inatakiwa kinywa chako kisinyamaze, uongee, umweleze. Ndio. Kwa sababu akijitwika mambo ya utu uzima akiwa mdogo, amina, 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 akawa na maamuzi ya kufanya vitu vya utu uzima wakati akiwa ni mdogo, ndio, mwisho wa siku ataaibika mbeleni. Kweli. Amina, amina. Amina. Ni kama mtu mzima anafanya mambo ya ujana, unakuta unamwangalia unasema hivi, huyu anajitambua akilini mwake. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Kama siku moja nikaangalia kwenye profile kwenye YouTube, kwenye WhatsApp, amina, amina, nikakuta mama mmoja ni mchungaji, mtu mzima tu, amina, amina, amina. Sijui alitoka saruni akaona sasa uso wako ulipendeza, apige picha atume. Amina, amina, amina. Akapiga picha uso unavyofanana, ndio, na hicho kiwigi, ndio, na utu uzima wake mikunjo, ndio. Nikatuka, hivi huyu amejiangalia kwanza kabla hajapiga picha? Amina, amina, amina. Roho akaniambia huyu amefanya mambo ya ujana akiwa ni mtu mzima. Manake alipokuwa kijana alifanya mambo ya utu
mzima. Wakati wa utu uzima anafanya mambo ya ujana. Ndio. Hiyo unanielewa? Ndio. Maana alipokuwa kijana anafanya mambo ya utu uzima. Alafu wakati amekuwa mtu mzima anatamani kufanya mambo ya ujana. Mimi sikumchelewesha kusema ukweli. Yaani nilishindwa kuvumilia. Ndio. Nikatuma message. Mama rekebika, jitambue wewe ni mtu mzima. Hayo manywele na hayo maudongo ya kichina uliopaka yanakusaidia nini? Ndio. Walinyanyuka wachungaji. Mwacheni mama wa watu, amejiremba. Kujipamba kwake. Kwani kuna shida gani? Ya ameokoka utu wa ndani. Nikamuuliza, kama ameokoka utu wa ndani, huo mwili je? Amemwachia nani? Hebu muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Wachungaji walininyanyukia kwenye mtandao. Ndio. Acha, mwache huyu mama wa watu. Nikawauliza, amina amina. Amina. Hivi mnamuona huyo si mtu mzima? Huyo ni mtu mzima. Na utu uzima wake anatakiwa ufundishe watu. Kweli? Ufundishe vijana utu uzima unakuaje. Amina amina. Amina. Ili vijana wautambue utu uzima ni unakuaje, ili wabebe mambo ya ujana, baadaye waje wayabebe ya utu uzima. Hivyo unanielewa? Ndio. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Lakini vita niliyokutana nayo ndio ni mbaya sana. Hivyo unafikiri kinachoendelea ni nini? Ni kwamba mtu yule ni kuaibika kwa sababu amebeba ya ujana akaachana na mambo ya utu uzima. Kwa sababu mambo ya utu uzima ameyafanya akiwa kijana. Amina amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Utu wa kale ndio umesurubiwa, ndio umeondolewa. Ndio. Sisi hatuwezi kuendelea na utu wa kale. Kweli? Amina. Amina. Tumevaa utu mpya. Ndio. Amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Mimi nimeanza kuhubiri injili ndio nikiwa na miaka 20. Amina. Amina. Miaka 20 kamili ndo naanza kuihubiri injili mahali popote ninakokwenda. Amina amina. Amina. Sikuona hata siku moja Yesu ananiacha. Sikuona hata siku moja narara njaa. Hivyo unanielewa? Ndio. Sikuona lile neno wanalolisema eti waliokoka ndo maskini. Sikuuliona hilo neno. Na si kwamba sikuwa nafanya kazi, nilikuwa nafanya kazi zangu. Ndio. Amina amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Nimeanza kumtambua Yesu nikiwa na miaka 18. Ndio. 10 na ngapi? 18. Nikaanza kutembea kwenye uwepo wa Yesu nikiwa na miaka 18. Nikaja kuanza kuhubiri nikiwa na miaka 20. Ndio. Amina amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Lakini utakuta kijana anasema, mimi nikienda kwenye wokovu, unajua mambo ya sasa hivi ni changanikeni. Wewe ndugu yangu, utachanganikana, utakuta umechanganywa na manyoya ya kuku na ya mbuzi. Kweli. Kuku ana manyoya yake na mbuzi ana manyoya yake. Ndio. Wakikwambia okota manyoya ya mbuzi kwenye manyoya ya kuku, utarara hapo. Kweli. Kuna watu wana roho mbaya. Ndio. Wanapokuona ujana wako, ndio wanaona wameona ruru. Kweli. Wanakutumia wao. Ndio. Ili wao wafanikiwe, wewe ufeli. Kweli. Amina amina. Amina. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Nguvu ya vijana ni kujijenga. Ndio. Nguvu ya kijana inatakiwa ujijenge. Kweli. Ujitengeneze. Ndio. Kwa hiyo usipojitambua ukaanza kusikiliza maneno ya watu wanasema, umeokoka ukiwa kijana utahadisia nini? Kuna mtu ulishawahi kuona bungeni anahadisia kwamba alivutaga sigara nyingi? Hapana. Ulishawahi kusikia hadithi tu ya watu wamekaa, watu wazima wanahadisiana, nilikuwa na mademu wengi? Hapana. Ulishawahi kuona mtu ambaye amekaa tu pale mahali kandidisi yako, mimi nilikuwa mwizi wa karamu shuleni? Amina amina. Amina. Hata ukikuta mtu amezeeka yuko kijijini au yuko mjini tu ametulia, alikuwa kibaka wa kuku au kibaka wa kudokoa,
hawezi kuhadisia mimi nilikuwa kibaka aliyeshindikana. Hivyo unanielewa? Ndio. Maana hakuna mtu atakayemsikiliza. Ila akiambia, akisema amina amina, amina, mimi nilikuwa na fight, nilikuwa natoa vizaa Kenya na ileta Tanzania. Hata kama alikuwa naileta kwa magendo, watu watatega masikio kusikiliza. Kweli. Hivyo unanielewa? Nilikuwa nauza karanga, natembeza mtaa kwa mtaa, lakini hivi leo nina kiduka changu nimekaa, watu watatega masikio kufanyaje? Kusikiliza. Watu wanataka habari iliyozaa matunda, sio habari iliyopoteza. Kweli. Hivi muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Amina amina. Amina. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni umaskini ulisulubiwa msalabani. Kweli. Kama ni mateso yamesulubiwa msalabani. Amina. Kama ni magonjwa yamesulubiwa msalabani. Amina. Kama ni laana zimesulubiwa msalabani. Amina. Utu wa kale kwetu umeondolewa. Amina. Haupo tena. Amina. Hatutembei kwenye utu wa kale. Ndio. Hatutembei kwenye udhaifu wa kale. Kweli. Kama mambo kama mimi ningeanza wenda injili nikiwa nina mali, wenda nina mali za kutosha, nina nini, amina amina, amina, ningesema Yesu abariki, wala hasaidii kitu, ila watu wanakuwa navyo. Amina amina. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu Kristo. Nimeanza injili nikiwa ni mtu wa chini kuliko watu wengine wote. Ndio. Amina. Amina. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu Kristo. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Na nimesimama na Yesu. Ndiyo. Nikiwa nafanya kazi za mikono, amina amina, amina, ambazo watu wengi wanavizarau. Kweli. Kwa sababu ukikuta mtu ambaye ni fundi welding fabrication, au mtu anayefanya kazi gereji, ni mtu ambaye wengi wanamdharau. Kweli. Na ndiyo kazi nilikuwa nafanya. Lakini haikunifanya nijifunze kwa wale wanaofanya vitu vya mwili, ambao kulewa, kufanya ugomvi, kuwa nani, kutukana. Unajua mwili wako usipouchunga ukaubadilisha, kuja kuurudisha kwenye mstari ni kazi ngumu. Kweli. Hivyo unanielewa? Ndio. Mwili wako kiufundisha kwa muuni, Ndio. Hivyo unanielewa? Ndio. Kuja kuurudisha utembee sawa, utafanya kazi ngumu. Amina amina. Amina. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja Paulo. Ndiyo. Alikuwa ni mhubiri mzuri sana. Mzuri sana. Amina amina. Amina. Akisimama kufundisha unasikia anafundisha kweli kweli. Akiombea mtu anamuombea kweli kweli. Amina amina. Amina. Akikwambia anafunga kweli. Lakini hapa dakika si nyingi tunaona ameshaanza kutembea hivi. Hoya nakwambia, unamwambia Paulo badilisha mwendo, yani kuja kubadilisha. Ameshakuwa kilema ya kujifunza tabia. Amina. 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 Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu Kristo. Mpaka wa leo. Ndio. Mpaka wa leo ukimtafuta kwenye YouTube akiwa madhabahuni anajisahau, utasikia oya. Amina amina. Amina. Utasikia mwanangu mimi huwezi mfanya hivyo, anajirudi anatuliza kichwa kwanza, narudi madhabahuni. Amina amina. Amina. Kwa sababu mwili ukiuharibu, kuja kuurudisha kwenye mstari sio kazi ndogo. Kweli. Unakuwa umeuvuruga. Amina amina. Amina. Na mwili wa binadamu huwezi kujua umepangiwa kufanikiwa wakati gani. Kweli. Amina. Amina. Yawezekana ukajiona una elimu, lakini kuna mtu mwenye elimu akakuona unafaa kukaa mahali fulani. Kweli. Na ukajikuta uwezi kukaa mahali fulani kwa sababu umeuharibu mwili wako. Hataki muuni, anataka mtu wa design fulani. Alafu ni wewe, lakini una uhuni ndani yako. Uwezi kukaa. Kweli. Kama Paulo tusingelikaa naye kumzunguka kwenye maombi na nini na watu wakampenda, ndio, isingeliwezekana mpaka asimame madhabahuni. Kweli. Uwefikiria mtu ametoka kwenye gari, Amina amina. Amina. Ametoka kwenye gari, tunatembea naye, utaona anatembea anafanya, na Paulo mwendo gani wewe unaenda nao? Yani sijui kichwa yangu inakuaje.
utasikia anaenda kumuita, anaingia ofisini, anakuja kumuita kwani, unaona, hoya vipi, unamuita hoya. Amina, amina. Amina. Shetani ameshinda kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Kuna vitu ambavyo tusivilete kwenye miili. Ndio. Vinauharibu nini? Mwili. Na vikiharibu mwili, uje urudishe mwili kwenye mstari, ni shughuli sio kidogo. Kweli. Hivyo unanielewa? Ndio. Hivyo unanielewa? Ndio. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Amina, amina. Amina. Huyu kuja kurudisha Kiswahili. Ndio. Aongee ni muelewe kabla hajakosea. Ndio. Ilikuwa shughuli sio kidogo. Ilikuwa shughuli. Maana akija utasikia kwani. Kuna jambo hapa silielewi hapo. Sasa jambo ulielewi kivipi sasa? Amina, amina. Amina. Silielewi. Sasa najifikiria, hii sielewi ndio maana gani? Yaani ni Kiswahili gani? Sasa mimi ndo nilielewe au? Baada ya ueleze jambo lako ambalo limekutokea, yani nasema silielewi. Na hapa amejitahidi kwa sababu anajua mimi napendaga kunyoosha lugha. Hebu muongeze tena Yesu makofi. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Amina. Amina. Utu wetu wa kale ndio uliwekwa msalabani. Kweli. Hivyo unanielewa? Ndio. Ulevi ukawekwa msalabani. Ndio. Ukaaba msalabani. Ndio. Matusi msalabani. Ndio. Maneno mabaya msalabani. Ndio. Hasira msalabani. Ndio. Tusivikae navyo kwenye miili yetu. Amina. Mwili wako ni wa thamani. Amina. Amina. Wanaouona ni maskini ni leo, lakini wanaouona watakaoona kesha wajui kama ule mwili ni maskini. Kweli. Hivyo wananielewa? Ndio. Kuna watu walituona tunatembea na pensi zimechanika tunaenda shule. Ndio. Lakini sasa hivi wakikuona wataona pensi iliyochanika, wanaona suruali uliyonunua. Kweli. Hivyo unanielewa? Ndio. Kwa hiyo kama hawajaona umaskini uliokuwepo, ndio, wakuvaa pensi iliyochanika unaenda shule, ndio, wanakuona kwamba we ni wa thamani, wanataka wakuvute wakuweke mahali fulani. Hivyo unanielewa? Ndio. Kwa hiyo mwili wako ndio utakaofanya waweze kuona umuhimu wa wewe kwenda na wewe. Kweli. Hivyo unanielewa? Ndio. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Wapo walioko nje ya maisha yako. Hebu sema walioko nje ya maisha yangu. Walioko nje ya maisha yangu. Hebu sema walioko nje ya maisha yangu. Walioko nje ya maisha yangu. Tuwataje. Kuna wengine wako nje ya maisha yako. Ndio. Amina, amina. Amina. Wa aina 4 tu. Ndio. Aina 4 tu. Watu wasiofundishika, watu wenye kupenda kuiga, watu wakaidi, na watu ambao hawaheshimu wazazi wao. Ni watu wangapi? 4. 4 tu. Wale walioko nje wale ya maisha yako, usiige tabia zao ukaziingiza kwenye mwili wako. Hivyo unanielewa? Ndio. Kwa sababu zile tabia hazitaendana na maisha ya kwako ya baadaye. Hazitaendana. Kweli. Amina. Amina. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Hazitaendana kabisa. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Soma msomaji. Alikuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambano yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Ndiyo. Kitabu cha Warumi 7:22 inasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. Ongeza sauti yako. Kwa maana nalifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani. Ndiyo. Ubaya ukikuzidi utakutesa. Jitahidi kutenda mema. Amina. Soma. Wewe unapojifanya kuwa hutaki kubadilika, jihadhari, maana ubaya haudumu
hata kidogo. Kitabu cha Efeso 4:22 inasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza. Utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Amina. Amina, amina. Amina. Muongeze tena Yesu makofi. Hebu mnguse mwenzako, mwambie utu wa kale. Utu wa kale haudumu. Mwambie mwenzako tabia ya kale wala haiwezi kudumu. Haidumu. Kweli? Amina, amina. Amina. Waga tabia mbaya haidumu. Na ubaya ukiwepo, ndio, ukiuacha utaumia sana. Sijui umenielewa? Ndio. Utaumia sana. Kwa nini utaumia? Utajifikia kumbe nisingefanya hivi ningekuwa pale. Lakini kwa sababu ulifanya hivi uko hapa. Ndio. Sijui umenielewa? Ndio. Amina. Amina. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. Amina. Usipofanya baya, ndio, Mungu yuko karibu na wewe. Amina. Ndio maana anasema ndio, utu wetu wa kale ndio ulisulubiwa pamoja naye msalabani. Kweli. Wewe unapojifanya kuwa hutaki kubadilika, jihadhari, maana ubaya haudumu hata kidogo. Hebu muongeze tena Yesu makofi. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu Kristo. Kuna watu wanajifanya hataki kubadilika. Kweli? Hataki kubadilika. Ndio. Kuna dada mmoja, kaka mmoja akamwambia, kijana mmoja akamwambia, wakawa kwenye maongezi, akamwambia, mimi unafikiri hata nikiombelewa nitaenda kusali pale kwa kuhani? Hapana, mimi siendi kusali pale. Mwenzake akamwambia, hata usiposali, kwani kuhani ulishai kuona anakuja kwako akupigie kengele tuende kanisani? Hivyo ukiharibika wewe, ni kuhani atakuwa ameharibika? Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu Kristo. Ukishindwa wewe, kuhani atakuwa ameshindwa? Hapana. Ukianguka wewe, kuhani atakuwa ameanguka? Hapana. Ukiharibika wewe, kuhani atakuwa ameharibika? Hapana. Hapana. Amina, amina. Amina. Usijitwike mzigo utakaohitaji msaada na ukakosa nini? Msaada. Usijitwike huo mzigo. Hamna kitu kibaya kujitwika mzigo utakaohitaji msaada na ukose msaada. Kweli. Hata tulipokuwa tunaenda kuchanja kuni zamani, ndio, unajipimia mzigo unaoweza kujitwika. Kweli? Sijui umenielewa? Ndio. Amina, amina. Amina. Unaenda msituni unachanja kuni. Ukiona zimekuwa nyingi unafunga mafungu, unaficha kwenye majani, unafunika, unajitwika mzigo utakao jitwika na kujitua. Ndio. Amina. Amina. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu Kristo. Naongea na watu ambao walishatafuta uyoga. Unaujua uyoga? Amina. Amina. Sisi tulikuwa tunaendaga porini kutafuta uyoga. Ndio. Tunaenda tunafika pale, tunakuta pale kwenye uyoga, mahali uyoga uliko ndiko nyuki waliko. Ndio. Amina. Amina. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo huwezi kuuchimba uyoga, maana ukigusa tu udongo nyuki wanakuja mbio. Amina. Amina. Unakuja usiku. Amina, amina. Amina. Unachoropoka jioni, unaenda pale unachimba ule uyoga, unatoa, unaondoka. Na anakuambia unapobeba uyoga, amina, 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 ubebe kama ulivyobeba mayai. Amina. Amina. Maana ukiubeba kama vile umebeba kuni, ndio, utafika umesagika. Amina. Amina. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Mimi ile neno nililichukulia katika mifano miwili. Ndio. Ya kwamba ule udongo, kwa nini ukigusa udongo tu nyuki wanakuja mbio? Ni kwamba kuna vitu vingine havitakiwi tuviguse. Ndio. Amina. Amina. Havitakiwi tufanyeje? Tuviguse.
Maana ni vitu ambavyo ni hatari, vinaweza kutusababisha shida. Kweli. Amina. Amina. Vinaweza kutuletea shida. Kuna vitu ambavyo hatutakiwi kuvigusa kabisa. Tuachie wale wenye kuvigusa waviguse. Ndio. Kwa sababu kuna wana, amina amina, amina, kuna wana wa Adam. Ndio. Na kuna wana wa Kaini. Kweli. Wana wa Kaini hawawezi kuachana na ulevi hata siku moja. Hivyo unanielewa? Ndio. Na hauwezi kukuta wameathirika katika ulevi ule. Na wana wa Kaini huwezi kukuta wanaachana na ubaya, maana moyoni mwao kumejaa ubaya. Kwa nini? Ubaya ulianza na baba yao Kaini, akamuua ndugu yake Abili. Kweli. Lakini wewe watoto wa Seti, ndio, mwana wa kanisani, ndio, mwana wa ibada, ndio, ukiumwa mamaka anakuambia uende ukaombewe. Kweli. Ukiona hili anakuambia mamaka anakuambia uende ukaombewe mwanangu. Tafuta kanisani uombewe, ujue hakuna mahali utapata dawa. Kweli. Hata ukienda kwa mganga hutapona. Kweli kabisa. Hata ukienda kwa mganga, dawa atakayokupa ni ya kukuua, sio ya kukutajirisha. Kweli. Hivyo unanielewa? Ndio. Lakini utakuta watoto wa Kaini, ndio, waliozaliwa kwenye ubaya, ndio, kwenye hasira, ndio, kwenye kiburi, ndio, wanatajirika kwa dawa za mganga. Kweli. Lakini wewe uliyezaliwa na mtoto wa mama aliyeshawishika kwenda kukubatiza kanisani, ndio, ukakomunika, ndio, ukapewa kipaimara, ndio, ukaumwa akakupeleka kanisani, ndio, akiwa na mimba alienda kanisani, ndio, akatoa sadaka, ndio, hakuna mganga atakayekupa dawa utajirike. Kweli. Hakuna kabisa. Maana ukienda kwa mganga anakushangaa, toka ukiwa tumboni sadaka zinatolewa kanisani. Ndio. Alafu leo hii unaleta sadaka sana kupa dawa ya kukuulia mbali. Ndio. Hivyo unanielewa vizuri? Ndio. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Yaani umewindwa toka ukiwa tumboni. Ndio. Shetani anapigwa toka ukiwa tumboni. Ndio. Sadaka zinatolewa toka ukiwa tumboni. Ndio. Leo hii uwe na akili timamu, uende kanisa kwa shetani ukatoe sadaka. Sana sema umejileta mwenyewe. Ndio. Kata shingo pamoja na masikio, weka kwenye sufuria. Amina amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Fanana kama dada mmoja nilikuta amepika kuku. Ndio. Na utumba anakamua, anasema tuweka kwenye sufuria. Amina amina. Amina. Kakamua na utumbo, kakachukua na kichwa kakiweka hivyo hivyo, kichwa na miguu na kucha. Nikamuuliza, na kucha unakula? Akasema huyu kuku alikula pumba nyingi. Amina amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Kwa hiyo hamna kitu kinatupwa na utumbo unataliwa. Kwa hiyo ukienda wewe, ndio, utapelekwa kwenye sufuria, wataangalia hata kinachotaka kubaki. Kweli. Kwa sababu mama yako ukiwa na mimba alienda kanisani. Ndio. Amina amina. Amina. Ukiwa mimba wewe akaenda kanisani. Ndio. Akatoa sadaka. Kweli. Akakuzaa akaenda kanisani akatoa sadaka. Ndio. Ukakua akakupeleka kipaimara ukapewa. Ndio. Komunio ukapewa. Ndio. Ubatizo ukapewa. Ndio. Mambo yote ya dini akafuata. Ndio. Hivyo unanielewa? Ndio. Alafu wewe ujifanye kichwa imechetuka, uende kwa mganga, eti mganga, hebu piga muite Kirongoro nione kama ataniwezesha. Utarongoro, utawekwa kwenye sufuria, watakuunga na viungo vya chakula. Kweli. Mwisho wa siku utatoka umeshakuwa mzuri. Amina amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Unaenda kwa mganga unamwambia, nimeachika, hebu niangalizia. Anakuambia ingia chumbani hapo, kama umeachika vyumba viko hapo. Amina amina. Amina. Amina amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Sema utu wa kale. Utu wa kale ni mbaya sana. Ni mbaya sana. Amina. Amina. Usione kwamba huwezi kubadilika. Hakuna mtu anayejibadilisha, kila kitu kinabadilishwa. Amina. Amina. Kama haya mazingira yalikuwa ni msitu, palikuwa na miti ya miiba, ndio, majoka, ndio, mawe, kweli, mashimo, ndio. Kila mmoja akipita anasema hii ardhi kweli imeharibika, hii haina maana tena. Kweli. Lakini tulipokuja
kukabadilika, kukaitwa kanisani leo. Sio msituni tena. Kweli. Kwa hiyo kila kitu waga kinabadilishwa kabisa. Ukiona mahali ambapo hapakuwa na rami, pamepigwa rami, pamependeza, yale mashimo yote yamefukiwa, ujue kila kitu waga kinabadilishwa. Amina. Yesu yupo wa kukubadilisha wewe. Amina. Mpaka watu wakashangaa uchumi wako ulivyonyooka, ujana wako ulivyonyooka, mambo yako yalivyonyooka, maisha yako yalivyotengenezwa. Yupo Yesu wa kukubadilisha. Amina. Yupo Yesu wa kukubadilisha. Amina. Yupo Yesu wa kukubadilisha. Amina. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Usije ukaenda mahali ukasema hivi kweli mtu anaweza kaishi hapa kwenye msitu. Watu wanabadilisha. Kweli. Msitu unageuka kuwa mji. Kweli. Amina. Amina. Msitu unageuka kuwa mji sekunde. Ndio. Kuna mahali nilienda juzi kati kule chini kule. Ndio. Nikajifikiria hivi huku porini kuna mtu anaishi. Kuangalia hivi nachungulia kwenye kichaka, naona nyumba nzuri. Amina, amina. Amina. Alafu yule bwana amezingira miba, huku na miba, ana ng'ombe wake pale. Nyumba nzuri kabisa. Nikajifikiria, hivi anaishi na nani huku? Nikabidi kwenda kuuliza, hivi kwa fulani mnapajua? Kuangalia, ananiambia ni pale. Kuangalia kuna nyumba nzuri nyingi tu zimejengwa. Amina. Amina. Nikasema Yesu, ulichoniambiaga ni kweli. Ukiona daraja lipo ujue liliwekwa na nini? Na watu. Ukiona mahali palipo na bonde hapana daraja ujue maji yalichimba. Hivyo unanielewa? Ndio. Amina. 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 Na ukiona mtu mzima analia ujue ana shida. Kweli. Amina, amina. Amina. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Amina. Amina. Usiseme siwezi kubadilika. Sasa mimi nitabadilishwa na nani? Ni nani yupo Yesu wa kukubadilisha. Amina. Ulikuwa unaitwa hivi wakakuita hivi, ukabadilishwa jina lako likawa jipya. Amina. Wakabaki wana historia ya kale. Amina, amina. Amina. Wakabaki wana historia. Alikuwaga mlevi yule, alikuwa mzinzi yule, alikuwa hivi yule, alikuwa hivi yule. Amina. Amina. Wakabaki tu na historia. Ndio. Mambo yakaishia hapo hapo. Kweli. Amina. Amina. Yupo Yesu wa kukubadilisha. Ndio. Yesu yupo wa kukubadilisha. Ndio. Yesu niliye naye anaweza kukubadilisha. Amina. Anaweza kukutoa awali akakupeleka sehemu nyingine. Amina. Hivyo unanielewa? Ndio. Wakakuona ukiwa mpya. Amina. Ukiwa mtu mwingine kabisa. Kweli. Ukiwa mtu mwingine kabisa. Ndio. Wakayasahau ya kale. Kweli. Hivyo unanielewa? Ndio. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Sikiliza niwaambie. Ndio. Amina. Amina. Kuna historia, kuna maneno fulani yaliibuka. Amina. Amina. Kuna maneno fulani yaliibuka. Ndio.